Clouds TV, empowering lives. There are 4 pillars of destiny. Abia mwesako, there are 4 pillars of destiny. Na unawezaje kujua ya kwamba what is happening in your life? The reason we are struggling with many churches is because we, the Pentecostal churches, sisi wakaaji wa biguni. So unajua sisi ni wakaaji wa biguni. Na tunaamuka asubuhi, tunakuja hapa asubuhi, tena tunarudi biguni. We are the most unfortunate church on earth. Kama kuna watu watachomeka, ni sisi. Kama kuna moto. Maana kama kuna the hopeless people in terms of faith, ni sisi warokore. Catholics, they have a belief and they respect their belief. And they walk with their belief. Na wanaheshimu mafuta. Despite hawataenda biguni kulikana na nyinyi, na sijui ni nani aliwapatia leakage ya hawataenda biguni, they respect the anointing upon their men. They respect their structures. They respect their doctrine. Hautawahi sikia Catholic mwamama huyu na huyu na huyu wamekaa kudiscuss father. Na wanajua father ni mlevi, na wanajua father ndiye alidugana miba, na wanajua father ndiye alifanya ile vitu vilifanyika, but you will never hear muumini amediscuss father. Lakini kuja hapa sasa hii mnajua baka ile nguo nimevaa na vest nimevaa hapa ndani, na mtaenda kukaa sasa discussion kudiscuss hapa wanatengeneza karaudi pale, wamama pale, wengine wanatengeneza karaudi pale, wengine wanatengeneza karaudi kingine pale. Topic si Bible, topic ni apostle. Lakini ukipita man of God man of God grace of God, man of God. And that is the most hypocritical creatures we have in form of Pentecostal churches. Hopeless and useless. Let me give you a very good example. Mimi nilikuwaga Muislamu. Then they used to call me Ibrahim, Ndura Waruinge. And the faith in those people cannot match anywhere with you. You don't have. Those people, they recite the Quran. See at kusoma Quran, it is in their head. As young as this, they recite it. Aya ya kwanza, sura, aya ya nini, sura, surat bin. Yote wana recite the entire Quran from A to Z. Number 2, those people, they die for their faith because of their God. Sasa tuseme, saisi. How many of us are Christian in this church? A Christian. Mtu ameokoka vizuri? Inua tu mkono wako. Siku tuko kanisani tumeokoka. Kama umeokoka inua mkono wako. Can you die for Jesus Christ? Thank you. Sasa kuingia alishababu pale. Saa hii pale na buduki. Ashike ule mama ako pale. Apige risasi aguke chini. Aseme Mkristo mwenye anajua ni Mkristo akuje hapa. How many of you will walk out? How many will walk? Ameitwa na alishababu. Kuja. Next. For the next risasi. Kuna mmoja atatoka hapa? Nobody. Hata watasema unajua huyu anakuwaka entertainer. Huyu anakuwaka comedian. Hata si hiyo Yesu hapana, sisi hatujui hiyo Yesu. Tulikuja kusikiliza hii comedian hapa. That is the foundation that you are. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what will make us fail and makes us fail. This is why even economically we don't have any agenda. The Muslims, they have agenda. When nilienda kwa Gaddafi alituma ndege hapa, private jet. Ikanichukua ikanipeleka Libya. Nikaenda mahali inaitwa Benghazi. Huko ndio alikuwa na tent yake. Ndio tulikuwa tunaenda huko. And his agenda alinitolea map. The plan they had as a Muslim kupitia kwa kitu inaitwa Abuja Declaration. It is to make Africa a Muslim state in 2052. By 2052, Africa ikuwe Sharia law ndio inatumika. And I was very instrumental. Gaddafi alikuwa ananipatia $500 million. Nikuja nijenge msikiti Central Kenya.
5 kilometers apart. Fortunately, huyo mzee alikufa. It's either fortunately or unfortunately. Mzee alikufa. Akashikwa na Amerika wakamuua. Sikusikia vizuri kwa kuuliwa kwake. Because 500 million, losing 500 million is painful. It's very painful. $500 million, si shillings, dollars. Zilienda na one night. I felt bad. Obama alinifanyia kitu mbaya. That was the unfortunate part. But fortunately, kama ningepata hiyo pesa, I want to tell you Kenya hii, nyinyi warokore, hamungehubiri mahali. Hamungehubiri. Hakuna makanisa ingekuwa, ningezivuja zote na nijenge misikiti. Na mkijaribu kwenda kanisa, mungeona. Mungeona. Kama sikukuwa na pesa raundi hiyo ingine, na niliwaambia wamama wakae nyumbani mwenye hana skati mrefu na mlikaa, ni venye uko na pesa, uko na hizi, na uko na pawa ya Kiislamu, na majini wamekuweka ndani yako. Uko na jini Faruku, na uko na jini Jibril, na uko na jini jini Ala. Uko na majini zote ndani yako. Alafu uambiwe ni kujenga msikiti 5 kilometers apart and to make sure there is no church operating. That was, I was capable. Amungi operate. Ugi-operate, sasa ni nani angeka? Sasa muogeke saizi tuko na nyinyi hapa. Si wakuje hapa le muogeke manywele mrefu. Si mtaanza kutetemeka nyinyi yote hapa. Hata kuna kuomba, hamwezi omba. Ni kimoyo moyo. Baba nikikuja, nipokee vizuri. And this is why these people were able to take away our destiny. The destiny of us, most of us, ilichukuliwa na Waislamu. They know how to take it. They are powerful in taking the destinies. Wakati walianza kuvamia Nairobi na kuchukua Nairobi, they were walking hapa Nairobi barefoot. Wanashika barabara kama ni Moi Avenue, wanaanzia hapa wanaenda mpaka kule Central Police Station. Ako na ile rosari yake na anatembea mguu. Sasa wao unaona ni mtu ni Muislamu hajielewi, lakini ni kumiliki anamiliki. Walikuwa naamuka saa 9 wanazunguka Nairobi mzima barefoot. Wanakamata wanaenda kama ni Githurai wanazunguka barefoot. Kama ni kwenda Westland barefoot. They wanatembea barefoot. They understand the Bible better than you understand the Bible. And wakati tulienda huko Benghazi, Gaddafi alinitolea map ya Murang'a na Kiambu na Kirinyaga na Nyeri. Map. Yeye ndiye alikuwa ananiambia hii sehemu. Yani ananiambia sehemu iko Kirinyaga mimi sijawahi kusikia, lakini Gaddafi yako nayo. They had the map where to build a mosque. They had done the spiritual mapping. Kwa Kiingereza hiyo ingine tunaitanga feasibility study. They had done everything. They knew the map of Kenya. They knew where to plant, when and how. And which place to start with. Waliniambia nianze na Murang'a. Umenielewa? Abraham was the father of Isaac. And Isaac was the father of Jacob. Jacob was the father of Judah and his brothers. Now remember that when Jacob called his sons, this is where now it begins. And this is where now they started losing the destiny. Because death came after death. And these deaths were very mysterious. Ni vivyo vilikuja tu very mysterious, funny deaths. Ambapo uliona Judah alioa nani? Alioa msichana anaitwa Tama. Judah mysterious nani? Mtoto wa Judah alioa msichana anaitwa Tama. Mtoto wa Judah. Judah ambaye alikuwa azae mtoto, akazaa mtoto wa kwanza, wa pili na wa tatu. Sasa mtoto wa kwanza ndiye alikuwa anastahili kumiliki, kuchukua ufalme, ambaye ili profesa hiyo na grandfather na father wake. But unfortunately, mtoto wa Judah akafa. The firstborn, he died after marrying Tamar. Then Tamar was given to the second-born son. Again, the second-born akaambiwa sasa rara na huyu mwanamke uzalie your brother. Are you getting me now? Uzalie. Not, these children will not be yours. They will belong to your brother.
Because there is a word that is supposed to be fulfilled. The word of the Father. That in your lineage, a king will come. So for Judah was working hard to make sure a king immediately comes. But the plan of the devil was different. Because the devil came to distort the entire system. Kusitokee mfalme hapa. Na kusizaliwe. Sasa mtoto huyu mama kijana wa kwanza alipokufa, mama huyu akaozwa kwa mtoto wa pili. Mtoto wa pili aliposikia I'm giving birth, ninazalia my brother, alimwaga bego zake chini, masturbation. Naye Mungu akiwa biguni akamuua. The second death because of a dream. It is not because of anything. They searched and they knew we have to destroy this family. And how do we destroy this family? It is by taking a woman into their family. Kamama kanaitwa Tama, kakaletwa ndani ya familia, kakuje kahangaisha hiyo familia ishi. And this happens to our families. We have had people that walikuja kwenye familia zetu, walikuja kwenye biashara zetu, walikuja kwenye huduma zetu, walikuja kwenye kazi ambayo tunaifanya, particularly to come and destroy you. We have had them here in the ministry. Kwenye wale ambao tuko na ministry, unajua kuna mtu anakujanga, anaingia praise and worship team purposely to make sure amemaliza kanisa. Anakuwa asha purposely to make sure kanisa imeenda. Anakuja anachukua position ya kukuwa ndio secretariat, anakuwa yeye ndio pastor mkubwa purposely, and they know how to position themselves. They come and take positions of control to make sure that this organization will never stand. And that is how this woman Tama was planted in the family. Not by the family, but by the destructors of a dream of the family. So there are these destructors of a dream in the family ambao wanatengenezwa purposely, wamezaliwa. Si watu wa kukuja kukulia juu ama kwenda college kusomea, hapana. They were born to counter what you have. You have a gift. You are a king. You are a prophetess. You are a prophet. You are an evangelist. Once you are born, that is why in Jeremiah we are told, before you were born, I knew you. So God had to secure Jeremiah. Just as Jeremiah was known, he was also known in the other world of the devil. They knew there is somebody that is coming to come and destroy altars. Just as Jesus was born, they knew there is a baby that is being born, and this baby will come to become this. And that's why they wanted to kill the baby even before the baby comes. That is what they did for Moses. There are people that are created to counter you. As you are growing to become a manager, there is somebody who will be planted around you, and alizaliwa purposely akuje adili na wewe dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamewekwa purposely. As we have angels to guide you, you have also angels to deal with you za kishetani. When Jacob alitabiria Juda, akamwambia ndani yako kuna watoto wanatoka, na mtoto ambaye atakuja atakuwa ni king, na kwenye mabega zako all the kings watu wote watakuwa chini yako. Na kule kwa shetani wakajua ni huyu analeta hawa watu, tutadili na yeye. Kama mwanamke kanaitwa Tama, kakapelekwa huko na kakaoreka huko, kakaua the firstborn, kakarudi kakaua the secondborn. That spirit walipokufa kakanyemelea kakaua mama bibi ya nani, ya Muse, ya Juda, akakufa. Alipokufa Muse akakaa siku 2, 3, 4, 5, akaanza kufiri. Akaanza, zamani hakuwa na mafeeling ya mama, sasa wakati mama amekufa ndio alianza mafeeling. Tabia baya. Baka akaenda kule kutafuta maraya. Na huyu Muse hakuwa mtu akwenda kutafuta maraya. Akaenda kutafuta maraya. Because the spirit that killed the firstborn and the secondborn, ili change, ikakuwa spirit ya immorality. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe tu, nikufundishe how this spirit deals with your destiny. Ikabadilika, ikaanza sasa kutoka kuua, ikabadilika ikakuwa spirit ya mumaraya. Na katika hiyo the same spirit ikaigia ndani ya Muse akaanza kusikia joto hakuaga nayo. Na akaanza sasa kutamania kutafuta mwanamke. Na katika hiyo hali Muse akachomoka, akatoka nje, akasema wacha niende nitafute kama mtu agarao mwili itulie kidogo na nijipatie pole, mama alikufa. Alipotoka tu hivi, mahali alienda kona moja hapo kwa roundabout pale, alikuta kama mama kamekaa hapo, kamejivaa buibui, kamejifunika na nikamumaraya. Muse akakauliza, "Ni aje?" Kama mama akamwambia, "Poa.
unafanya nini hapa? Mimi sinajua tu niko job. Mzee akaniambia ni aje tunaweza. Akamwambia si ndio, siwe bora tu toe kitu. Mzee, imagine this is your daughter in law. Umekaa na yeye na first born, umekaa na yeye na second born, lakini umeshindwa kumaster sauti yake. That is how mzee alifugwa. Hakujielewa, hakujua, hakusikia mpaka sauti. Alafu nikamama kalijifunika uso. Mzee hakutaka hata kufugua. Angalie ni nini hii, imekuja kama sweet ya tropical. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee haraka haraka akamwambia basi kuja. Mama akamwambia basi naona nipatia nini? Imagine they are communicating but you cannot be able to discern the voice of your daughter-in-law. Akamuuliza unataka nini? Akamwambia basi nipatie kitu. Mzee akamwambia mimi sijabeba kitu sahihi, lakini nitaenda tuende, alafu nitaenda nitakuletea. Akamwambia basi wewe huwezi kuenda hivyo hivyo, niachie kitu. Kitu ya kwanza alimuitisha nini? Alimputisha pete yake. Akamwambia nipatie pete hiyo, ndio nijue utakuja. Na hiyo mkwajo yako ndio nijue utafanya nini. The target ya pete ni nini? Pete ni maagano. Yale maagano ya baba na Mungu. Maagano ya baba na mtoto. Akachukua kwanza, akaondolea huyu mzee maagano. Wana wa Israeli walikaa jangwani baada ya kuwasema, wakati walifika wakaamua wakasema kwa sababu kutoka hapa kwenda Canaan ni 80 days, why should we circumcise? Wakasema tuache kucircumcise, tukifika huko tucircumcise. Tutapitisha siku 3 ama 4 tucircumcise. Circumcision was a covenant between Abraham and God. So they withdrew this covenant. Wakaondoa covenant. Meaning umekazo insurance ile ilikuwa imekushikilia. Shetani akajua these people have withdrawn the insurance, have withdrawn the covenant. So they are walking these 80 days, they are walking without a covenant. Meaning this is the time to devour them. This is the time to capture them because they don't have a covenant. They don't have a protection. Na hapo ndio walishikiwa. Hizo 80 days ndio return to 40 years. Mama alipoitisha pete na akaitisha vibo, immediately the devil in this woman had prepared the seed. Bego mayai ya tubo ilikuwa already prepared to fertilize. Because waliingia tu chochoro, maana hawakwenda rojini, hakuna mahali tumeandikiwa alienda rojini. Walienda na hapo kwa mahuti kidogo. Wakapita hapo mzee, within 2 minutes mzee amechomoka na pete imeenda na mkwajo umeenda na bego imeingia. Bego ambayo ilikuwa ifai iigizwe na watoto imeigizwa na mzee. The shame. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how they will get you. That is how they will capture you. Because the target, kanisa hii, wakitaka kuattack kanisa hii, watakuja mtu atajiposition praise and worship, atajiposition into leadership, ataposition into something else, ndio aingie kwa ofisi yangu, ndio apate that frequency time of coming to the office. Because the target to finish this church is to target me. Sasa kamama kamemaliza mtoto wa pili, kameendea baba. Na kamekamata baba ameachilia bego, na bego imekuwa prepared. Special mission. Imekuwa prepared. Bego ikiingia ifatalize. Na ikafatalize. Na ilipo fatalize sasa wakati mzee amekaa akaanza kuona mama katubo kanakuja. Na ukumbuke huyu mama aliwekwa because of the third born. Akuwe ndio alete bego. Sasa wakaanza kuona kaguku kameanza kufanya nini? Kurusha gugu, kameanza mzee akaenda kauliza, ule mama naona ni kama ako na miba. Aitwe hapa. Na yule atapatikana amedugana hii miba, anyogwe. Nani mzee? Kwa sababu yule alikuwa chairman ya nyumba 10. Aifanya nini? Akatoa amri, mwenye amefanya hii amenialipia sifa ya mama huyu, maana nimemweka kwa sababu ya mtoto huyu wa 3. Na kulikana na mzee wetu baba yetu venye alisema, akiletwa hapa achijwe. Na preparation zikafanywa za mtu kuchijwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mama aliulizwa maswali alisema namna gani? Nipatieni dakika 5 nikibia kwa nyumba nikuje. Mama, kwa sababu mission, the time to strike has come. Mama alikibia nyumbani, akaenda akatoa mkwajo, akatoa na pete, akakuja akasifungulia mbele ya kamati ya nyumba 10. Mwenye hii pete. Na mzee ndio chairman, anaongoja kutoa amri ya mtu achijwe. Mwenye hii mkwajo ndio mwenye mimba.
a destiny has gone. Mzee amehusika kuvunja the plan of God by this woman that got intrude into this family, just merely to destroy the family, just merely to stop the plan of God. There are things that have been planned into your life that ziliigizwa purposely to make sure there is nothing you are gonna achieve. Kila kitu utajaribu kufanya itaanguka. Ukifungua biashara itaanguka. Ukifungua kazi itaanguka. Ukiinua ndoa itaanguka. Ukiinua anything that you want to do inaanguka, because there is something that was planted in your life. That is why your business is not picking, and they have taken the destiny. Mzee aliinamisha kichwa akasema, kweli nimekosea. Sasa kwa sababu ndiye anaweza kutoa hukumu, hakijitolea hukumu, lakini aliinamisha, maana wamefaulu kumaliza the plan of God. That this family of Judah was supposed to produce a king, but was unable because of a plan. That a plan, somebody was planted. Hebu tuendelee please, verse 2, tuangalie, tuone ni namna gani kulirudi kukaida. Judah was the father of Perez. Huyu mzee, huyu mama alidugwa, akalitoa mapacha. Kamtoto kamoja kalitwa Perez, na kengine kalitwa Zera. Toa huyu mzee sasa. Na huyu jagiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hapo sasa Mungu naye, kwa sababu ni Mungu anajua kutengeneza maneno, akatengeneza maneno akasema, Judah was the father of Perez and Sarah. Their mother was Tamar, hiyo jagiri. Perez was the father of Hezron. Nataka sasa tuhesabu mahesabu tuone where the prophetic word itakuja kutimikia. After how many generations? It may be somebody prophesied you'll be a prophet, you'll be a president, lakini iruke na iruke na iruke, lakini itakuja kutimia tu in your genealogy. Perez was the father of Hezron, tuseme 1. Hezron was the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab was the father of Nahashon. Nahashon was the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz. Boaz was the father of Obedi. Obedi was the father of Jesse. Jesse was the father of King David. 9. David was the father of Solomon. 10. Hapo ndio Yesu anakuwa kingdom inaingia in generation 9. The word that was prophesied for the firstborn to produce, it has taken 9 generations. Then a generation was 150 years. How many generations imeenda? How many years? 1,500. So it might have uliprofesa hiyo utakuja kukua, lakini ni kitukuu kia kitukuu. Maana kamutego umewekewa hapa na umeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamutego umewekewa hapa, umeforfeit the plan and the pattern of God. So for that plan to ijipange tena, ijirealign tena, to realign again, it takes another 10 generations. That is what we call a spiritual mistake. When you commit a spiritual mistake, you go for 10 generations, not 5 generations. You will miss. Kwa hivyo ni kumaanisha 9 generation will go to waste. Ukiangalia hao wote tumewataja kina Salmon kina nini, ukiwasoma kwenye Biblia walihusika kwenye maovu. The entire generation kupanda walihusika kwenye maovu, mpaka baba yao Jesse ndiye alihusika kwenye maovu zaidi, mpaka alikuwa amemkana mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa hamtaki David. Ilibidi achanganywa, adanganywa na the maid, alale na huyu mama. Unaona ni watu wa kudanganywa. Venye tu Judah alidanganywa, alilala na mke na hakujua amelala na mtoto wake. Pia David ukiangalia Jesse alilala na bibi yake na hakujua amelala na bibi yake. Maana alipatiwa pombe akalewa, maana kamedi kaliambia mama, hapa unafukuzwa, kesho ulali hapa. Sasa wacha tupage mpango, wewe at least moja ya mwisho. Kumbe hiyo moja ya mwisho ndio ilikuwa imebeba pego. Mzee akakuja alilala na hakuwahi jua amelala na mke wake. Alifikiria amelala na house girl. The patterns of the devil to destroy your destiny. Ndio unaona mpaka leo Jesse hajawahi kubali David mtoto wake. Bado anakataa. Maana alikuwa miakiusi bibi ni malaya, ni jagiri ya kutoka nje. Wakati sasa aliona miba hapa, akasema sinasemaga, angalia sasa ametoa wapi? Wazee kujeni, muangalie yako na miba, muulize ametoa wapi. Nani yake?
Lakini hakujua kwa sababu ya genealogy yao. Ni genealogy imehusika kwenye maongo. Genealogy imehusika kwenye pattern za kishetani. Ndio kwa maana nothing works for this genealogy. Ukiangalia how the entire 9 generations, hakuna generation, hakuna familia ambayo ilisimama vizuri until David alikuja kusimama after the 10th generation. That is how you are distorted. That is how you are disorganized. That is why you are suffering. Hata ukilia uombe namna gani, there is a judgment over your family. And when there is a judgment in your family, you have to go through. Utakaa tu na neema ya Mungu. Utakaa tu kisukuma. Ndio unajiulizaga ni tangu lini? Ni mpaka lini tutakuwa hivi? Ni mpaka lini nitateseka hivi? Ni mpaka, yani unaangalia, you have done every effort. You have done every move. You have done everything possible. But nothing is working in your life. Nothing. Unakuta tu dunia inakukataa. Unaweka biashara inakukataa. Unaenda Dubai inakukataa. Unaenda Amerika inakukataa. Unaenda kila mahali inakukataa. Because kuna katrend kako ndani ya damu yako. Na katrend yako kaliprogramiwa in about 5-10 generations ago. It was programmed. It is existing. It is moving. It is working. Lakini unakuta unaenda, ndio unaona sasa tumekuwa grasshoppers, church hoppers. Unakuta you have moved. Nikiwaangalia hapa nikiangalia nyinyi wote vizuri, acha niwaangalie. Ni mtu mmoja tu hapa naweza kusema niko na ushahidi wake, hajaenda kanisa bili. Wao wengine wote ama ameenda, labda ameenda mmoja Catholic. Lakini alitoka Catholic akakuja hapa, ni mmoja tu. Nyinyi ni kuangalia kanisa 7, 10. Ni kweli? Yes. Yeah. Ni kanisa 7, 10. 12 mpaka kuna wa 15 hapa. Searching for Jesus. Searching for this elusive thing. It is not that Jesus is not in your life. It is not that you don't pray. You do pray, but there is a pattern ambayo inahusika in distorting the intention of God in your life. Because the intention of Judah was to take over. I remember. Judah was to take over, then produce a king. Then from there, it was the plan of God and the plan of this man that in every home wataproduce mudhamaki. Watakuwa wakiproduce mudhamaki. Lakini hiyo kitu kilikuja kuvujika miaka 1500 baadaye. That is 10 generations. That is why you are suffering today. That is why you cannot make it today. Umengangana, nothing is working in your life. Not that you may sin, you have not sinned, but there is a sin in the blood of your family that is working against you. The sin in the blood, in the family tree, in the family structure that is working. Na ndio unaona hata Yesu karibu hiyo kitu imushike. Alipoenda kwa pale kwa mto, hiyo spirit ya umaraya ya kwao alikutana nayo kwa mto. Mama akauliza, mama, nipatie maji. Mama akamwambia hapana. Yesu akamwambia, wewe ni maraya. Uko na wanaume wangapi? Na kuna ingine moja iko huko imejificha. Angalia huyu mama aliandamana kutoka hapo. Alianza kuandamana na Yesu. Kila mahali Yesu alienda. Ali-invest mpaka akanunua the most expensive mafuta. In her thinking, according to me, not according to the Bible. In her thinking, alikuwa anajua hiki kijamani takishika siku moja. That was the entire plan of this woman. Because of the spirit of the genealogy ya hawa Yesu kule wametoka. Ilipenda umaraya. Na ilikuwa na hiyo damu ya ujagiri ya wanawake. Ndio maana huyu mama mpaka ikafika mahali akaitafuta pesa, akaenda kanunua the most expensive. Maana aliangalia akajua lazima niinue madhabahu ya juu nikamata huyu mtu. Hiyo ndio kuinuaga madhabahu. Akanunua the most expensive mafuta, akapaka Yesu mguu. Ulisikia mahali kuna Yesu mahali alikuwa amecomplain ati anapakwa miguu? He never complained until Judah came. Akasema hii mafuta si tugeuza ni ya pesa mingi. Akaodoa huyu mwanamke, maana alikuwa anatumia nywele kumasaji miguu. Because of the spirit in the lineage of Jesus Christ. And that is why Jesus had to come to conquer the sin, the genealogical sin. Ndiposa tuweze kuachiliwa huru through the blood of Jesus.
That is why alienda kaburini. Ndio aende mpaka kule makaburini, atoke, avunje miamba, avunje zile spirit ambazo zilikuwa na dominate. So whosoever will believe in him will be set free. That is why the blood of Jesus will set you free, because these are things that are in your family. Bwana Yesu asifiwe sana. I can see many faces here ambao they cannot, hawajuagi kukataa. Unakutaka ametoka katoroni, ameomba against the spirit of sexual immorality, lakini akitoka tu yule mtu anatoka na yeye kutoka katoroni, anamubeba ni mwanaume na ni mpasta, ni mtu ameokoka sana. Wakienda unajikuta huyu mama amejikuta kwa huyo mzee, na akijikuta kwa huyo mzee ashafanya kitu. Asubuhi ndio anaanza tena kuomba, Mungu situliogea. Mungu tuliogea. Ni maneno nimeachana nayo. Mbona huku nisaidia Mungu? Unakuta you don't have capacity to resist, because the power, the sin is in the blood of your lineage. That is why you don't have the power to be able to resist. Kuna wanaume wengine tunasemanga mimi siogeleshagi mwanamke mara mbili, nikimwambia anaanza kufanya hivi. Na unafikiria you become a hero. It is not that you become a hero. It is what is speaking in the blood. Your blood, your lineage yenu. Na this is virtually inatengenezeka kwa sababu ya kumaliza destiny. Once you get into it, the destiny falls. Bwana Yesu asifiwe sana. And this woman, despite that Jesus delivered this woman, the woman also had a plan to deliver Jesus into the system ya kifamilia. Lakini Yesu na Juda karukilia mafuta, akachukua mafuta, akasema hii mafuta tugeuza. Sasa si kwani Yesu alikuwa na issue na pesa? Yesu alikuwa anasema shikeni hiyo samaki, inakatwa inatoa pesa. So the issue of money was not a big deal. The deal was, where is this woman headed to? Anaelekea wapi? Na hii mzima nywele zake, na hizi mafuta zake, na mjamaa ametulia. So sometimes we need people like Judah in your ministry, in wherever you are, people who will save you. Because this thing, if imekuwa kwenye familia, utajikuta. Ndio nawaambia watoto wangu ni wengi. I have over 25. Because my great grandfather had 38 wives. Bwana Yesu asifiwe sana. He had 38 wives. Na uzue wazee wa zamani walikuwa nazaa watoto 10, 15, 10, 15. Ndio unasikia kwa Kikuyu mzee mtoto alikuwa anaulizagwa, wewe ni wa nani? Si wa nani baba? Unajulikana ni wa baba, lakini wewe ni wa mama mgani? Ndio wagedha kukiaje. Ukasikia mimi naitwa Ndura wa fulani na ndio wagedha kukiajeri. So that is how the father would know, huyu ni wa Jeri. Anajua huyu ni wa Wangari. Huyu ni wa Wagoi. Because there are many. Praise be the name of God. And the only way to be able to understand is to understand what kind of a lineage is you. What kind of a system that is operating in your family. Before you come to chant here, na kutoa makelele mingi hapa. Rakantakate, rapakantapochoka, rikekeke. But kabla uanze kupiga hiyo makelele, understand your lineage. If you get to understand your lineage, it will be so easy for you to deliver. It is so easy for you to get out of it. When I discovered myself, ndio niliweza kushinda hiyo spirit of sexual immorality. Because for me, a woman was a subject. And you have to take it. Because the power of that sexual immorality was in my blood. I have to defeat it. I have to control it. I have to raise a sacrifice to stop it. So that I can be disconnected from it. In the book of Ezekiel chapter number 16, please give me Ezekiel chapter number 16. In the book of Ezekiel chapter number 16, you use it to disconnect the umbilical cord that connects you from this genealogical sin that is happening in your family. There is a sin that even if you repent, it is not in you. It is in your blood. So what can you repent? Utarepent nini? It is in the blood of the family. And not until you disconnect yourself now from the family, uondoke from the family, you are still going to remain with that sin. Utaokoka, nitahubiri hapa, nitatoa mapepo hapa, nitarinae na nitakonda na makaka baba lia na uende, na nikitoka hapa nachomoka na kamoja ninalia nikienda nako. Yes.
That is why you see pastors are sinning. Pastors has involved in these sexual acts, not because they like it. Hapana, akiwa amesimama kwa hii madhabahu, hii ni moto, inachamshanga mwili, inawaka. Connectivity ya section na nini, hapo ukiingia hapa, mama ingie hapa na wewe saizi, tuingie na hapa. Most likely utakuta na nikikwambia tukutane pale Serena na usiabia mtu. Na saa hiyo nimefufua mtu hapa. Saa hiyo nimeongelesha pepo lilikuwa limekufuga macho imefunguka. Lakini sexual immorality kama iko ndani yako, ndio nasikiaga Harrison anatuambiaga, hiyo si ya kuobewa, ni ya kutoroka. Ndio naona nimeweka milango gapi? Ile na hapa. Kwa sababu mimi kwanza I'm the weakest of all, kutokana na damu ya kwetu. Mwanamke akiingia pale inakuwa na ugumu wa kujizuia. Ndio naona nimetengeneza, because sina uwezo wa kujizuia. Sasa nifuge hiyo, nikifuga pale natorokea ile, nachomoka na bia, ninaenda hapa choo, natoroka naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi kitu hata Paulo aliambia Timothy, hii ni kitu ya bio. Toroka bio. Si kitu ati wasa katika jina rabashandala kaka. Na unakuta huyu mama amekaa hapo, amenifugulia. Nikienda kufungua macho rakatata, nikiangalia unakuta rekekekekakaka yakakekekeke yakakakaka. Sasa unasahau mpaka ile kitu, maana ni pepo linajua kucontrol. Ati tukuja tushikane tuombe hiyo pepo ya usharati kanisani. No, you cannot make it. You cannot make it. Mimi mwenyewe nimetoka kwenye familia ya usharati, na mimi ndio tumeshikana atutuvuje usharati, na usharati uko kwetu, in my blood. Usharati ndio inatembea. Alafu urudi kanisa hii kama sasa hapa kwa mfano kuna wanawake kama 8 wako hapa kwa sababu yangu. You see the reinforcement now. Sasa nikihubiri hapa wanarusha, this is my man. Ukisema kamata, anakamata wewe. Kamata, anakamata wewe. Receive, anakureceive. Sasa wanafikiria unapambana na mapepo, kumbe ulishapambana na wewe, ulishakamatwa kitambo. Wewe ni umekamatwa tu, umekaa tu. Unakuta hata kamata. Sasa unakuta jicho moja limekaa, ni kama macho inapanuka, moja naangalia huko na nyingine. Maana nimekamatwa na 8, mmoja amekamata huko, mpaka naenda nikaa hivi. Unafikiria ni Roho Mtakatifu, kumbe ni pepo lililo ndani yangu ndilo linafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kitu ya kucheza cheza. And this sexual immorality ndio inabadilishanga destinies za watu. Inahusika kuua destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sisi wachungaji. Najua nyinyi mnapenda, mimi napendanga kujitangaza, kujiandika vizuri. Lakini nyinyi hamwezi kujiandika kwa sababu mnakaaga biguni. Nyinyi hamwezi, lakini mkiangaliwa udani, you are the most dangerous people. Hallelujah. Hata sasa nazungumza, kumbe nafikiria ni noti unachukua, kumbe ni kasiano na abia tukutane mahali fulani. Kuna mahali niko na appointment. Niko Malaysia. Bwana Yesu asifiwe sana. This is how to handle, how to fight. Nipatie Ezekiel how to do it so that you can be able. Then the word of the Lord came to me and said, 2, Son of man, tell the people of Jerusalem, underline this, Son of man, tell the people of Jerusalem about the terrible things they have done. Tell them, go and tell them about the terrible things they have done. You must say this. This is what the Lord God says to Jerusalem. Look at your history. Take note of that. Look at your history. Ndio ujue historia yanyu inasemaga aje. So ukianza kuomba, uweze kujua how do you start doing it. You were born in Canaan. Are you getting me? Your history. You were born in Canaan. Now go back, jiulize swali, who is Canaan? Or what is Canaan? Who is Canaan? Is it a city? Canaan is a city named after a person. Who was this person? The son of who? Pastors. The son of? No. He's the son of Ham. And this Ham ndiye aliona uchi wa baba yake, akalaaniwa. Lakini kwa sababu alikuwa ndani ya Sabina, hangelaanika. Canaan ndiye alilaaniwa.
So Jerusalem was born in Canaan, a land associated with a curse. Are you getting me now? So your land, kule umetoka, kule umezaliwa, shamba ya baba yako, ende ufanye investigation. Kama hapo kulikuwa na waganga, kama hapo damu imewahi kumwagika, kama hapo kuna vitu vya kiuchawi. Number 2, your father was an Amorite. Why are you bringing my father on this? And even telling me he's an Amorite. What do you want me to understand? Your father was an Amorite. Waamori walikuwa wanani? They were people ambao walizaliwa out of what? Wedlocks. Walizaliwa na ile malaika wakazaa majitu. So your father comes from a lineage that is against God. You hear? Your land is a curse. Your father is a lineage of people who have rejected God. Then let's go. And your mother is a Hittite. Wahiti walijulikana na nini? Na uchawi. Wahiti walikuwa ni wachawi. So your mother ametoka kwenye lineage ya uchawi. Your father ametoka kwenye lineage ya usherati. And the land that you are born ni ya mtu mwenye ako na kasi. So who are you? You are a concoction. You are more dangerous than your mother. You are more dangerous than your father. You are more dangerous than your land that you came from. Because you are 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Then tuendelee. Jerusalem, on the day you were born, there was no one to cut your navel cord. Meaning, you are still connected to your father, you are still connected to your mother, you are still connected to the land. Nobody cut the navel cord, the umbilical cord. So you are still under the instructions of your bloodline. Had you been disconnected, you will be out of the bloodline because you will be dependent. Bwana Yesu asifiwe sana. No one put salt on you and washed you to make you clean, meaning you have not been removed from the impurities of your parents, of your bloodline, of your family tree, of your family name. You are still the same as that family name. Sijui kama tunaelewana vizuri. No one wrapped you in a cloth. No one. Abaya alikufunika akuondoe kwenye uovu wa kifamilia. Nobody had mercy on you. Verse 5. No one felt sorry for you or took care of you. On the day you were born, your parents threw you out in the field because no one wanted you. So, who are you? You are a Hittite, an Amorite, and a Canaanite. 3 things that are rejected by God. So come here, I pray for you. Nothing will happen. I have not spoken to the blood. I have not disconnected you from the family line. I have not disconnected your blood from the blood of the family. So the things of your family will still happen to you. Even if you come to church, even if you preach, even if you do whatever that you do, hata uhubiri namna gani, hata utoe ma prophetic word, utatoa ma prophetic word, ukirudi nyumbani wanakuambia karibu home. Ulikuwa unasemaje huko? Sasa unaanza battles zako za mwenyewe. Ndio unakuta mapasta wengi, they have so many battles in their life. Because wamepiga moshene hapa, wamepigana na familia zao hapa, wamepigana na mapepo, wamepigana na damu blood, na kule bado you are connected. Ukirudi nyumbani madhabahu ile na kugojea ni ya familia. Haujafuja. You are still connected to your grandfather. You are still connected to your grandmother. Because where you go, where you call home, it is where the altar of the family is. Huko ndio unaendaka kukula. Huko ndio umepata chakula. Huko ndio watoto wako wanakaa. Ukirudi nyumbani, you become powerless. If you go to any altar, no matter how small it is, uende kwa altar yoyote ile, urudi kwao, retrieve back there, hiyo altar ndio inatawala. Do you know na Elijah hakuenda kwa wale manabii 400? No, he didn't do. Hawa manabii walikuwa na power. Hawa manabii walikuwa wamejiamini, walijua na walijijua. Hata wakati walianza kujikata, they knew something would happen. But what happened? Elijah knew, if I go to their altar, things won't work. I will command them wakuje kwa altar yangu. Kwa altar yako ndio power yako iko, ndio ushindi yako iko. Do you have an altar? Elijah had to call this. Hawa manabii 400 hakuenda, angeenda kwao wangemukaranga akiwa na mguu yake, wangemukaranga, maana hiyo ni madhabahu yao.
Yeye aliwaita kwa madhabahu yake, wakakuja. Hapo ndio sababu ya kuwashinda, maana alienda, alikaa, the Bible says alikaa chini, akakalia madhabahu yake, akawaambia fanyeni ile kitu mnafanya. Walijaribu mpaka wakajikatakata, nothing happened because he was in his territorial authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you have an altar yourself, or you are operating under the altar of your parents? Do you have, ukinunua shamba, you have to disconnect yourself from your family. Ukioreka, you have to disconnect yourself from your family. Na kule umeenda, ujue madhabahu ya hiyo familia wanafanyanga nini. Inua dhabihu, vunja madhabahu ya huko. Kama huwezi kuvunja, kata the umbilical cord. Jiondoanishe na hiyo family, ujiondoanishe na ya kwenu, mjenge familia yenu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise you never survive. You can't go. Maana kwenu kaka yenu ndiye alikuwa muganga mkubwa, muganga yule mkubwa, na huko ndio naendaka. Kaka wenu ndiye alikuwa sakamosaisa. Kwenu kumemwagwa damu ya wanaume kama 500 huko. That is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yako ndiye alikuwa naitirana. Wewe anatokaga usiku. Wewe unajua mpaka mama yako ni naitirana. Alafu kwake nyumbani ndio umejeka nyumba yako ka cubicle kwa baba yako, kwa boma ya baba yako. You will never come out of that altar. Hata uokoke wapi, kwa sababu unarudigi kule. Na hiyo altar imechijua busi, hiyo altar imechijua ng'ombe, hiyo altar imemwagiliwa kitu, imekuwa service, na wewe hujui kudi service. So when you get into the compound of your father, you are subjected to that altar. Na Bible zako, na kora yako, na kiokoko kyako, kyote kinakamatwa. Unakaa chini ya mamlaka ya the altar. Lakini ukitoka huko nyumbani, uende Thika, ukifika Thika, kanisa ya Thika, baba kanga yeke mama, unaona watu wanaaguka, maana you are outside the territory. But the moment you retrieve back, you unarudishwa chini, na unagogwa sasa vizuri. Unagogewa, washirika wanatoka kanisani, watu wanaanza kusema, mimi niliota kwa ndoto mchungaji akiwa uchi. Niliota kwa ndoto mchungaji kama ako na mkia hapa, alikuwa hapa ni nyoka, na hapa alikuwa mdomo ilikuwa ni kama ya ubwa. Ni ile madhabahu inakuja as masquerading spirit, inaingia kwa washirika. Wanaanza kuoteshwa kuhusu wewe, ndio kanisa iaguke, maana unachokosa madhabahu ya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. You must disconnect yourself from the altars of your family, from the bloodline, and from the family tree, for you to be able to stand. Because kama sisi wa Kikuyu ama wa Kisii ama wa Kamba, the Kenyan, wale wa mama wametuzaa, they are 70 and above, wakikuwa wasichana, there was no church, walikuwa naendaga kwa waganga. Kwa hivyo kwenu kuna gedhito kimezikwa, whether you like it or not. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mama yangu alikuwa anatuletea mugaga, tunapakwa hapa kachoka, hapa kachoka, hapa. Alafu tumetolezwa nguo zote, tumekalishwa, mpaka baba yangu amekaa chini hapo, tumepakwa watoto wote, tumekaa. Kimama kinakuja, kinatupaka, kinazunguka, alafu kinachukua kuku, kinatupika hapa kwa kichwa, kinatukoga na kuku nyeusi, kinaweka chini, kinakuja na kuku nyekundu, kinatupika. Hiyo madhabahu, mpaka wakati nilienda nyumbani na Harrison Nganga, tukaenda tukaivuja. Ilikuwa inatawala, ilituharibia ndoa. Hakuna mtu wetu mmoja alikuwa na ndoa imesimama. Hakuna in the entire family. Maana tulikuwa tunasimama. Ilikuwa ni vita kati ya bibi mbili wa baba yangu. Baba yangu alikuwa polygamous. Alikuwa na bibi wa mama, ndio alikuwa first wife. Lakini akashikwa. Akapelekwa Kameta, alishikwa na bunduki za maumau. Akafungwa miaka 7. Wale watu walikuja wakamwambia bibi yako alikufa. Sasa baba akaenda akatafuta wanaume, najua tukaagi sana. Ati mama ameenda, ati atakuja, ni unaleta ingine haraka. Baba akaenda akachagua ingine, akakuja akafanywa bibi wa kwanza, akatolewa tu mahali kama ule wa kwanza, maana yule amekufa. Mama wakati after 7 years kurudi, alikuta kumuna mama nyumbani. Yule mama akasema, mimi ndio mwenye nyumba, sikukuta mtu hapa, which was true. Hakukuta mtu, na aliambiwa bibi alikufa. Hata kama unaweza kureact namna gani, urudi ti mama amekuja teo no wale mutumia wakwa ni ashoka. Itakiri ho agetuika mutumia. Aratuire ku. Ulikuwa wapi? Ndivyo mama yangu aliulizwa, ulikuwa wapi? Unakuja kusema ati wewe. Sasa wazee wakaitwa wakasema, huyu ndio tunajua wa kwanza,
maana ndio alitolewa mahali wa kwanza. Wewe ulikuja kwenda kwa sababu amerudi, wewe rudi position 2, wachawi achukue. Uchawi ikaanza siku hiyo hiyo. Huyo mama akasema hakuna. Naye mama, sasa mama yetu alikuwa anatuendea ugaga ya kutukiga. Yule anatuletea ugaga ya kuturoga. So ugaga kwetu nyumbani kulikuwa na ivito zimepandwa kila kona ya shamba ya kutukiga. Na miili yetu tulikuwa tumechajwa kutukiga. So sisi tumekuwa walking altars. Mahali popote tunaenda, we are walking altars ya uchawi, ya ugaga. Upande ule mwingine ni walking altars. Sasa familia mbili zinakaa hivi, maaltar mbili. Kumbuka pia grandfather yetu ni polygama. Mama yetu naye huko. Watu walikuwa yani kwetu ni kama kulikuwa kwa shetani. Ni territory ya shetani na madhabahu inakaa huko. Nothing was working for us. Bwana Yesu asifiwe sana. Until I was able to discover this. Mpaka nikauliza mama. Alafu mama yangu alikuwa anatuambia ati huko kwetu kuliambiwa kusiwahi kuguswa uchawi hata kidogo. Kusiwahi kuguswa. Kwa sababu ameokoka. Na amesema dahunyokete giuma kwa Waruinge. Yesu akejoya. Yani aliokoka lakini hakutoa zile idhito, aliweka kwa shamba yetu. So alienda kanisani akawacha madhabahu kwa nyumba. So wakati alienda kupigana na madhabahu, akirudi nyumbani namuuliza, "Nekioku, ulikuwa unasema nini huko? Kuja hapa." Kuja hapa. Tunanyoroseka. Familia yetu ikasambaratika until we are able. Sasa mama namuuliza, "Hapa kunafaa kuguzwa uchawi?" Hapa kuna laana. Hakuna mtu. Kwa sababu hataki tuingie kwa ile vitu alikuwa anafanya. She's trying to protect us. Maana alitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nikamkalisha chini nikamuuliza, "Mami, na wakati ulinituma kwa Mwikali mpale Matu, kwa sababu aliniambia niende hapa Gorifa nipatane na dada yake. Dada yake anipeleke kwa mtu fulani, mama hapo. Nikaenda nikapatana na dada yake, naye dada yake akanipeleka kwa hiyo mama mganga. Sasa nikamuuliza, na ile siku tulienda, nikaenda kwa dada yako. Akanipeleka nikaenda kwa mganga. Na nilipoenda huko nilitoa 200 nikazungukwa hivi nikafanywa vituko. Sasa na hiyo nayo ni aje? Maana nilitafuta kajia kabali kakumwigia. Maana tulikuwa tunamuuliza anakasirika. Hawa watu wa zamani wakienda wakijua unaenda kuuza mahali ndipo analukaga na makasiriko. Na anasema nitalaani mtu. Nitalaani mtu. Kwa sababu hataki kuelezea. Yes, hakuwa na ubaya. Mama yangu hakuwa na ubaya. Alikuwa anatukinga. Lakini sasa anashindwa atatuelezea namna gani. Umeelewa? So mimi nikamwenda tu na kajia upole ubali. Mpaka akakubali akaniambia ni kweli. Sasa nikamuuliza, "Si tulienda kwa waganga watoto na ule mama alikujaga ule aliletwa na auntie. Tukapakwa mavitu. Si alikuwa na mganga?" Akaniambia na hapo sasa ni aje? Akasema sasa no yenyewe ni nyinyi ndio mumeokoka, sasa mnafaa kunisaidia ni vipi tutafanya. Nikajua ameingia box. Sasa nikampelekenya pole nikamshika nikampeleka hapa kwa Harrison. Nikaambia Harrison, "Mama ndio huyu. Huyu ndiye alitupeleka kwa shetani. Sasa nimemulete atutoe." Tulipoenda hapo, tulikuwa na mimi na dada yangu. Amezaa watoto 10, sisi wote ni 10. Sasa akasahau sadaka kwa kibeti. Na kibeti tumeacha pale kado. Unajua kule kwa Harrison lazima utoe viatu, uende nimpage ile laini. Sasa akaambia dada yangu, "Enda kwa kibeti yangu utoe pesa hapo." Alikuwa anataka 1000 itolewe ndio akuje atoe sadaka. Dada yangu alienda akapata shilingi 10,000 zimeshikana vizuri, akaweka kwa bahasha. Akakuja akapatia mama. Mama hakuangalia, mama alipatia Harrison shilingi 10,000. Kumbe alitolea watoto 10. Akatukomboa tukiwa watoto 10. Tukafunguliwa. Yes. Mungu akiona umekataa na maneno anakuforce because anataka kuna kijana yake ni apostle anataka afunguliwe, aende akafungue watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo ndio Harrison alikuja nyumbani, tukavuja sasa ile idhito zote zilikuwa huko. Migi zilikuwa zimepandwa, zikang'olewa zote tukatoa na boma yetu siku hiyo. Wow. Wacha nikwambie. Tunakutana mabrothers, hatukuwa tukikutana. Tulikuwa tunapaga mkutano, mmoja anainuka, anatoa vita kama ile ya Bosnia na Herzegovina. Mmoja tu na anaharagania kila kitu. Na inakuwa hakuna mkutano, hakuna.
Na anasema hakuna, na inakuwa ni hivyo. Mtu mmoja tu anainua vita. Kumbe ni zile vijito zilikuwa kwa nyumba. Wakati zimevujika, mama yangu ameaga, lakini juzi niliona tulikutana familia mzima, tukakula vizuri, tukakunywa vizuri, hata tunaanza kushare, tunasaidiana kazi mpaka tumetengeneza kampuni moja ya familia. Tumerudisha resources zote pamoja, tumetengeneza empire ya our family, which was not able by our father, was not able kufanya hivyo. Tumekutana na hiyo familia nyingine, tunakutana kama juzi tulipokuwa mazishi ya one of our brothers, familia mzima ilishikana. The first thing ever to have happened in our family. Hata baba alipokuwa hai hakuweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you destroy that altar of the family, that God of that family, you will never be able to go far. Unaenda unakuta unafurutwa. Maana kuna msingi. Mama yako bado ana service your altar. Maybe your father still servicing the altar, or your grandmother is still existing, bado ana service that altar. Hakuna uchawi mbaya ambayo imefunga familia kama ya baba na mama yako na shosho yako na guka yako. Dili na hao kwanza kabla kuja kudili na hawa sisi hapa huko nje. Dili na hao kwanza. Ukimalizana na hao, platform yako imeinuka. Maana hao ndio wamebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wamekushikia baraka zako. Milango yako imeshikwa na baba yako. Mama yako ameshika milango yako. Your firstborn amekushikia mlango. Hebu sasa angalia, mama yako ni mchawi, alafu wanashirikiana na firstborn yenu. Na firstborn yenu ndio yako na kifunguo ya familia. Alafu mseme kuna mahali mtaenda. Hakuna mahali unaweza kwenda. You will suffer until you cut the umbilical cord of the family. That is when you start seeing God. Ndio utaona deliverance, ndio utaona mambo ya Mungu ikitendeka katika maisha yako. Bethel Clouds TV, empowering lives.